Kupata neema mbele za Mungu sio kupata kazi, kupata nyumba, kupata maarufu, kupata na vingine kama hivyo. Hiyo ni sehemu ndogo sana ya kupata neema, ni sehemu ndogo, lakini jambo halisi litakalo kuonyesha kwamba umepata neema mbele za Mungu ni kujua njia zake, yaani Mungu kukufunulia namna anavyopatikana, namna anavyoweza kujenga mahusiano na mtu, yaani anakufunulia namna ya kumkaribia. Ufanyeje? Anakufunulia namna ya kutoka kwenye vifungo fulani, anakufundisha namna ya kumsogelea. Ndio maana Musa akamwambia Mungu, kama nimepata neema mbele zako, naomba nijue njia zako, yaani nijulishe njia zako, ili nipate neema kwako, nipate kibali kwako, nikubalike. Kwa sababu pasipo kuzijua njia za Mungu, yaani pasipo kujua Mungu anataka nini, mapenzi yake ni yapi kwenye maisha yako, pasipo kujua hayo, huwezi kumfurahisha Mungu. Na kama huwezi kumfurahisha Mungu, maana yake huwezi kupata kibali kwa Mungu. Kwa hiyo nyumba na magari, promotion, kazi, fedha, utajiri ni sehemu ndogo sana, lakini sehemu ya kwanza inayokuonyesha kama umepata neema mbele za Mungu, yaani umekubalika, Mungu amekukubali, ni kukufunulia njia zake, ambazo hizo njia zake huwa ndio zinaleta neema zisizoweza kutikiswa, zinaleta utajiri usioweza kutikiswa, zinaleta kibali kisichoweza kukutia kiburi, kinakupa umaarufu, hicho kibali ambao umaarufu haukutii kiburi. Unakuwa na neema kubwa, lakini isiyokuangusha kwenye vitu vibaya. Kwa hiyo omba neema, Mungu akusaidie uzijue njia za Mungu, kwa sababu hiyo ndiyo neema kuu, ndiyo kuonyesha kwamba Mungu amekupenda na amekujua. God bless you. Mungu akubariki sana. Amen.